Tanzania watanitoa damu. Niambie ndugu mwandishi. Nimeona kule bwana, manake tumetoka pale kuangalia kwenye kibanda watu, nikajua mwizi labda watu wamemkamata, wanakuja nayo kumchome. Mtaa mzima baba, unawafanyaga nini yani? Yanga tukapata sare, watu wanakutoa baru tangu kule juu kwa nini? Yani actually mechi ya leo kafungwa kasare Yanga. Lakini tabu nimepata mimi kwa kweli. Leo nimesimangwa. Sasa nauliza mimi shabiki wa Simba. Nasimangwaje Yanga kutoa sare kama ile? Mimi kikweli mimi kama mwana Simba nimefurahi mpinzani wetu kupata sare kudondosha alama 2. Nimefurahi sana Ndio, boli umelitazama kwa namna ambavyo wamecheza Mbeya City wakiwa nyumbani dhidi ya Young Africans. Labda tathmini yako, kitu gani ambacho unaona labda kimepelekea Young Africans kuweza kupata alama hiyo moja katika mchezo wa leo? Yani kwanza Mbeya City amefanya homework yake vizuri, kwa sababu katika uwanja wa mazoezi Mbeya City wamemfanyia kazi moja, yani wamemfanyia mazoezi sana Yanga. Na actually hii tabia ya Yanga kucheza na kumtegemea Pakome tu. Hii kitu itawakosesha ubingwa wa msimu, kwa sababu ukiangalia Mbeya City leo wamemuini tu Pakome, walikuwa wanamwekea mabeki wawili, mmoja wa kumkaba mwingine wa kuziba njiani. Tayari Yanga amedondosha alama 3, kapata alama 1, si ndio? Kadondosha alama 2. Kwa hiyo unakuja kugundua kwamba Yanga inabidi kwenye uwanja wa mazoezi wafanye kitu zaidi ya kile wanachokifanya sasa hivi, kwa sababu wakicheza wanamtegemea Pakome. Yanga ubingwa sio uwanja wa Sokoine kama uliwabana. Hiyo ni sababu ni nyingi, naanza taratibu mwandishi. Sababu ya pili, refa. Unajua yule refa Mdoe, mara nyingi Mdoe nimekuwa namshuhudia kwenye mechi za Simba. Yani actually yule refa ni shabiki wa Simba, yani automatically. Yule refa bana kwenda kuchezesha mechi ya Yanga, unaona kabisa kuna baadhi ya maamuzi anaamua, unaona kabisa urefa sio msimamia haki, kwa sababu kuna kona ilipigwa, Andambwile akapiga heda, mchezaji akazuia mpira na mkono. Ile pale kama refa angekuwa anatafsiri sheria, upande alikuwa amesimama kibendera, na refa alipokuwepo alishindwaje kuiona ile penalty? Kwa Yanga kwanza kanyimwa penalty halali kabisa. Jamaa kadaka kwenye boksi, lakini refa kafanyaje? Kapeta. Kwa sababu gani? Yule refa haipendi Yanga. Actually alikwambia. Sasa unaona hata maamuzi yake. Muangalie Mdoe akichezesha mechi ya Mashujaa na Simba, maamuzi walioamua. Haukuiona ile mechi dakika zimeenda kama 120. Hadi Simba alivyoshinda ndo kamaliza mpira. Kwa unajuta ni aina ya marefa ambao wanaenda kwenye mission maalum kwa niaba ya kufelisha. Kitu cha tatu, refa nani kocha Roman Falls anapanga kikosi, lakini mbinu zake hazifanyi kazi. Yani unapomkamata Pakome, kocha anakuwa hana mbinu mbadala. Na ukimkamata kama Pakome, maana Pakome si ni individual, sasa uwezo wake. Maana kama mbinu za kocha kwa maana hazifanyi kazi. Mwanangu, ukiangalia leo Yanga alivyocheza, kila mchezaji katumia uwezo wake binafsi, lakini ukiangalia kitechnically unaona kabisa imekataa. Yani leo Roman Falls mbinu zake hazikufanya kazi. Na miongoni mwa sababu zilizopelekea mbinu sifanye kazi, viwanja vibovu. Unajua kitu kingine, inabidi Yanga wafanye kule ya Victown, watengeneze na viwanja kama vya mikoani. Wachezaji wanafanya mazoezi kwenye viwanja vyenye mashimo. Kiwanja kama kile kibovu, unanielewa vizuri, inabidi Yanga akifanyie mazoezi. Kiwanja ni kibovu, pasi yani unapiga hapa inaenda kule. Kwa ligi nambari 5 Afrika kuwa na viwanja vibovu kama vile ni udhaifu kwa kweli. Yani mimi mpaka najiuliza hawa wanaopandisha hizi ranki za ligi walitumia vigezo gani kuipandisha ligi ya NBC kufika namba 5 wakati viwanja bado ni kama vile viwanja vibovu mwanangu. Yani kiwanja unacheza kama uko kwenye ukuta, ni pakavu, pamekauka, ukipiga pasi unaenda huko. Kama kile kiwanja wakati wa mvua kinateza madimbwi, hakina square. Kwa ligi namba 5 Afrika havipaswi viwanja kama vile. Malali 50K kocha wa Tanzania na niamini Mbeya City. Mfumo wake namna ambavyo ameingia leo, mbinu zake, ameweza kufanikiwa, ametoa mechi kweli. Mbeya City ameenda katika mfumo wa kujilinda zaidi, na nadhani mfumo wake umetiki. Lakini pia hata katika historia, katika mechi 10 za Yanga na Mbeya City, Yanga kashinda mechi 2, mechi 8 sare. Na maana unagundua kiasi gani Mbeya City katika rekodi na rekodi nzuri na Mwananchi. Ila kitu cha mwisho cha kujazia nyama hapo, ubingwa wa Yanga haupatikani kwenye timu za mikoani. Ubingwa wa Yanga upo kwetu. Yani Yanga ubingwa wake uko Simba. Yani Simba ndo anakuwa, mnatakiwa mfanye mchangamke na nyinyi. Yanga kadondosha alama 2, si ndio? Akichukua alama 6 za kwetu tayari anaongoza bingwa.
kadondosha alama 2. Alafu kilichonivutia zaidi, kadondosha alama 2 mwanzoni wa ligi. Kwa tayari ina maana Yanga tayari ana homework ya kufanya. Mara zote Yanga ndio hivyo. Hakuna timu ambayo inaweza kacheza mwanzo wa season hadi mwisho wa season kusare au kutokuvungwa. Haiwezekani. Kwa Yanga leo amedondosha alama 2 mwanzoni, anayecheka mwisho ndo anayecheka sana. Anaweza kadondosha leo alama 2, akaingia kwenye uwanja wa mazoezi, wakajipanga vizuri, wakashinda mechi zilizobaki, wakawa mabingwa. Tuangalie baadhi ya nyota katika mchezo wa leo ambao wamepata nafasi ya kuanza, Mohamed Dumbia pamoja na Andri Boyeli. Wazungumzie kidogo kwa namna ambavyo wamecheza. Dumbia uwanja umemwangusha kwa sababu unaangalia kazi alikuwa anafanya pale katikati, yani tayari mpira haukai, yani mpira hautii. Yani unaweza kadribble vizuri mpira, unataka kupiga pasi mpira umehama. Kwa Dumbia kwenye viwanja kama vile pale atateseka sana. Na ndio maana nilishauri wao wanafanya mazoezi na kwenye viwanja kama vile ili kujenga experience ya wachezaji. Lakini Dumbia leo mpira umekataa kabisa. Umeuliza na nani? Boyeli. Boyeli ni top striker, unaangalia kazi alofanya, ametimiza majukumu yake, anakaa na mabeki. Lakini sasa unatuliza mpira kifuani. Ukienda chini umehamia kule. Yaani Mbeya City leo wameonekana wamefanya cha maana, lakini uwanja na refa wamewasaidia kupata sare ya leo. Jioni wametengeneza mashambulizi ya hatari sana. Huenda wangepata mabao 2 na alama 3 kama ile ya mwisho ya Vitalis Mayanga. Ilipofika dakika ya 70, naona wachezaji wa Yanga wote walipagawa. Wakawa na pressure. Walipokuwa na pressure, Mbeya City akatake advantage. Kwamba hao si wana pressure, hata tuwapige counter, kuna counter 2 zimepigwa, moja ikaenda kalanguzo ile counter ile, umeelewa? Afu ya pili ndio ile Mungu wangu imara wa Djigui Diarra. Maana jamaa kampunguza, Jobu kakubali, kamwekea sio nani hata sio wachezaji wao. Kadribo kaeka hapa kaichopu, mpira umemvuka Diarra mwanangu. Diarra uimara wake ndio umeipa Yanga leo alama 1. Lakini mechi Yanga kwa amepoteza kwa kweli. Man of the match kwenye timu zote mbili kwa leo, kwa namna ambavyo umetazama mpira, angetoka timu gani na mchezaji gani? Man of the match leo naweza nikasema ni kocha wa Mbeya City. Malali 50. Amefanya kazi nzuri sana. Unajua mwanangu, kukaa kwenye uwanja wa mazoezi, kusoma mbinu za Yanga, kumcontrol na kwenda kutoa sare, sio kazi nyepesi kiukweli. Wamefanya mazoezi sana Mbeya City. Na Yanga wajitathmini jamani, huyu kocha huyu mimi sioni kama anaweza kawafikisha, kwa sababu tayari alishakosa baraka ya washabiki. Matokeo Alishakosa baraka ya mashabiki. Mashabiki walisema hichi kitu, mashabiki wa Yanga, kwamba huyu kocha timu haichezi vizuri. Yanga wakajificha kwenye kivuli cha matokeo, kwamba anakoelekea anaweza akafungwa au akatoa sare, ndio hichi. Kwa Yanga wafanye maamuzi haraka, watafute mwalimu ambaye atakuwa na baraka za mashabiki wa Yanga. Romain Folz amekosa baraka za mashabiki. Kipi kifanyike sasa, ushauri wako kwa viongozi wa Young Africans? Umesema kocha amekosa imani na mashabiki kwa maana baraka. Kipi kifanyike sasa, kwa sababu wanaenda kwenye michuano ya kimataifa baada ya hapa, lakini ligi bado ni marathon, kwa maana ni mbio ndefu? Mimi nadhani kama wamuongezee vitu kocha, wamuongezee baadhi ya benchi staff la ufundi, wamuongezee kama unajua mwaka jana Yanga walikuwa na ule mfanya nani huyu ametoka KMC, video analysis. Sio video analysis, waliongezea kocha yule mkurugenzi wa ufundi. Maana walikuwa wanashauriana na kocha kwenye kufanya baadhi ya vitu. Ikishindikana wampe thank you. Romain Folz sio kocha mbaya, lakini amekosa baraka za mashabiki wa Yanga. Kakosa baraka. Yaani leo mimi nikiangalia kila comment ninayokutana nayo, kocha. Ina maana unaona kiasi gani mashabiki hawana imani na kocha. Kwa hiyo mashabiki ukishapoteza imani, kiongozi usikuwa na imani naye. Mimi yangu ni hayo kwa siku ya leo. Bwana, shukrani sana. Pamoja sana.